Ruto alinichukua atege kura za Mlima Kenya. Because bila mimi hangepewa. Nilisikia akijivuna juzi ya alijilete Mlima. Sasa hiyo Lokalao alinyolewa kwa bwana hakujilete kama yeye alijilete Mlima. Mimi nilikuwa deputy president kwa sababu ya kura ya Mlima. Na watu ya Mlima waliniamini ni watetee na mambo yao. Hawa kina Aden Duale wananiita mkabila kwa sababu mimi natetea watu ya Mlima. Kama leo akisema sisi ni fisi na mjibu. Anataka ninyamaze. Vile Kindiki alinyamaza, Omara akisomea watu ya Mlima, Kindiki amenyamaza. Ndio wanasema yeye ni nationalist. Kama ni mimi haingefanyika. Mimi ni kiongozi wa kitaifa lakini nimetoka Mlimani. Mimi ni Mumeru hapa. Ukiingilia wa Meru nitakabiliana na wewe kwa sababu kila mtu wako na kwao. Ningetaka waseme mimi ni mkabila. Ni nani nimefuta kasi kwa sababu ya ukabila? Ni jamii gani nimetukana? Martin. Ningetaka nitolewe clip nimetukana wa Somali. Nimetukana Waluya. Nimetukana wa Kisii. Mimi bado tukana mtu. Ile wanasema mimi ni mkabila ni kwa sababu ya kupenda watu wetu. Hiyo nafasi ya kupenda watu wenu ni wachiwe. Mimi napenda watu wetu. Na mimi nasimama na haki yao, na mimi nawatetea, mimi nawachunga na maslahi yao mimi naangalia kila siku. Na si kusema kwa sababu napenda watu wetu ninachukia wengine. Hapana. Mimi napenda Wakenya wote, lakini pia napenda watu wetu zaidi. Na hiyo ni haki yangu na hakuna mtu anaweza kuniondolea hiyo. Mimi sitaki niongee mambo ya hiyo mtu ni mfanyikazi. Mtu ya ligi yangu ni William Ruto. Hata Kindiki nimewachia kina Medho. Hata hiyo akina Muko. Mimi ni wafanyikazi ya William Ruto. Mimi ni mtu bwana alichaguliwa na watu milioni 7. Mimi ni mtu naongoza kura ile mingi sana kwa Kenya. Hiyo ndio wanasema ni kujipiga kifua. Hiyo ni kusema ukweli. Kusema hiyo kura iheshimiwe. Mimi nasema Mlima iheshimiwe. Ndio wanasema mimi najipiga kifua. Kusema Mlima iheshimiwe iko makosa gani? Nikiona iko madharau, iko matusi, iko hii maneno ya kuingilia watu ya Mlima Kenya, kuwatukana, kuwaita hii, mimi nasema hapana. Ndio wanasema mimi najipiga kifua. Lakini si maneno tutapiga kura. Unajua hii maneno ya kura ndio yanaleta heshima. Kindiki alikuwa amesema Olokalao watu wataheshimiana. Si waheshimiana? Tumekutana nao pale. Sasa tunapigana nguvu. Next year tutaonana. Kwangu mimi sijegi kwa msitu. Najenga kwangu. Siku hiyo nikiwa deputy president. Nataka utafute clip. Rahim alisimama akasema msitu ikatwe. Nikamwambia hapana. Hatuwezi kata msitu. Hatuwezi kata msitu kujenga state lodge. Hakuna haja. It's not a priority. Kama lazima ijengwe, serikali inunue shamba. Isiharibu mazingira. Isiharibu water catchment area kwa sababu ikiwa tuko na state lodge hapa, alafu mito yote ikauke watu wakose maji, hiyo state lodge ni ya kazi gani? Ni hiyo state lodge ni ya mtu mmoja kukaa na anakuja analala maybe once a year alafu anatoka anaenda. Kama mito yetu yote itakauka kwa sababu msitu umeharibika, hiyo state lodge haitakuwa na haja. Wakati huo na nilikuwa deputy president. Ruto alikuwa amekaa hapo. Rahim akasema ikatwe msitu. Nikaamuka nikamwambia hapana. Rahim umepotea. Hatuwezi kata msitu. Serikali itafute shamba inunue vile mimi nimenunua. Mimi nimenunua. Mimi sikati msitu, mimi najenga kwangu. Vile utajenga kwako. Kila mtu ajenge kwake. Si kusema state lodge haina haja. Nilisema si priority for now. Ya kwamba tuchukue msitu tuharibu mazingira na chemchemi za maji. Na serikali inajenga kwake. Msitu iko sheria msitu. Hii mzito ya Mau imepiganiwa siku hiyo yote na Wamasai. Kwa sababu ukiinterfere nayo ina interfere with the water catchment area, inalete kiangazi. Iko haja gani tuharibu immense forest tujenge state lodge? Na ndio watu ya Meru wanakataa. Unajua sasa mwanasiasa akiongea lazima anafurahisha watu. Unasikia anasema kinipatia nitasota utii maneno. Hiyo ni kuongea tu anaongea. Lazima hivyo until hiyo ni kuongea. Sisi tutakuwa na manifesto yetu. Na mimi nimeahidi kama party leader wa DCP na presidential candidate. Mungu akinionekania kupitia Wakenya nichaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Jambo la kwanza nitafanya radical surgery kwa National Police Service. Hao maafisa wote wrong police officers lazima we weed them out. Na hawa wote walituataka kutima Olokalao wataenda kotini. Because the evidence is there. In fact, you have a tima. Police officers wale walifanya uchunguzi. Hiyo file ilienda kwa DPP, walinitolea copy ya hiyo file niko naye. Wakaniambia hii kitu hakuna pahali naenda, lakini chukua hii copy ukae naye.
those officers plus those 2 members of parliament wataenda kotini. The file is complete ya kusema washtakiwe. So saa ile watu ya DCI waliona hii watu hakuna pahali wanaenda, nikatolewa file copy niko naye, so that hata hiyo ikipotea it can be reconstructed. Hawa watu wamefanya orokalao wote, tuko na CCTV pahali walikuwa naumiza watu kwa mahoteli, tuko na video evidence, tuko na photographic evidence, tuko na witnesses, na tumecompile because vile tumeona ile maneno yanaendelea hii Kenya. Nimeambia wananchi waendelee kudocument excesses of police officers and goons. Kuna wale goons waliniumiza pale Limuru, tuko na evidence yao, wataenda kotini. Number 2, tutafanya radical surgery. Wale rogue police officers lazima waondolewe, and will make the national police officer professional and independent. Tutafute a good IG anajua nini anafanya. Wengine wanasema hii mambo ni wewe mwenyewe unapanga kutafuta sympathy kwa Wakenya. Well, kwa nini waje nishika? Kwa nini waje shika? Kama hiyo watu ni yangu, si wangeshikwa kitambo. Hii Mkomena shida akisema atanishika, si angeshika hiyo watu kitambo. Kama hii gundi yetu si wangekuwa Kamete saa hii. The fact that they are not arrested, you don't need rocket science ni watu ya serikali. Kama wangekuwa ni watu wetu, wangekuwa hata wameuawa. Kama ingekuwa ni watu wa sisi tumetuma, wangekuwa wamefungwa kitambo. Those are police goons, those are government goons, na ndio hawezi shikwa.